Kutoka katika kitabu cha nabii Noeli tunaambiwa, karueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu. Nabii Yoeli anayesema hayo akijua historia ya wana wa Israeli. Katika somo la pili tunakutana na waraka wa Mtume Paulo kwa ndugu zake wa Korinto, ambaye anasema tujipatanishe na Mwenyezi Mungu, na wakati uliokubaliwa ndio sasa. Yaani wakati huu wa Kwaresma ndio wakati wa kujipatanisha na Mwenyezi Mungu. Katika Injili Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha jinsi ya kufunga mfungo wetu huu wa Kwaresma, akisema unaposali usali sio kujionyesha na kujigamba, bali usali kwa kuwa Baba yako anayeona sirini atakujazi, atakupa thawabu. Nasema unapokwenda kutoa sadaka yako, basi si kila mmoja ajue kwamba wewe unaenda kutoa sadaka, bali wewe na moyo wako na dhamiri yako, dhamira safi, ukatoe sadaka hiyo. Zangu wapendwa, leo ni Jumatano ya Majivu. Tunaanza kipindi cha siku 40. Ni maandalizi ya kiroho kuelekea sherehe ya Pasaka. Kwaresma asili yake ni neno la Kilatini quadragesima, ambayo maana yake ni ya 40. Namba 40 katika Biblia inaonekana katika sehemu mbalimbali. Bwana wetu Yesu Kristo alifanya mfungo wa siku 40 kama ilivyoelezwa katika kitabu Injili ya Mathayo sura ya 4 aya ya 1 hadi ya 11. Kwa siku 40 Yesu alifunga, na wakati akifunga alikutana na majaribu. Bariki mawe yawe mikate, kwa kuwa alikuwa na njaa, hakufanya hivyo. Akaambiwa, kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, ujirushe, kwa kuwa atawatuma malaika wake. Yesu hakufanya hivyo. Kwa siku 40 Shetani alichukua nafasi ya kutaka kuona Yesu ameshindwa, lakini Yesu akashinda. Naambiwa katika Biblia Agano la Kale, ile gharika ya Nuhu, ambapo mvua ilinyesha kwa siku 40. Mwanzo sura ya 7 ya 12. Namba 40 ni ya Biblia. Tena wana wa Israeli walikaa jangwani kwa miaka 40
kuingia katika nchi ya ahadi. Walivumilia mengi, walikutana na majaribu mengi, huenda hata kukata tamaa, lakini kwa miaka 40 walivumilia, hatimaye wakafika katika nchi ya ahadi. Ndugu zangu, Kwaresima ni safari ya mabadiliko, ni safari ambayo sisi binadamu tunasafiri katika siku hizo 40 ili kuondoa yale yanayotutenga na upendo wa Mwenyezi Mungu, kurarua mioyo yetu, na Manueli anavyosema sura ya 2 aya ya 13, si mavazi, huzuni zetu, mashaka yetu, hofu zetu, ni kumrudia Mwenyezi Mungu, kuacha dhambi. Ni wakati wa kutubu, ni wakati wa kuacha migawanyiko. Kwaresima ni safari ya kila mmoja wetu, wazee, vijana na watoto. Kwaresima ni wakati wa kusali pamoja, baba, mama na watoto, kusali pamoja katika jumuiya zetu, kumkaribisha Mwenyezi Mungu katika familia zetu na jumuiya zetu na kanisa letu na taifa letu na ulimwengu mzima. Kusali pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo anatuelekeza na kutuonyesha nguzo 3 kwamba huu wakati wa Kwaresima ni wakati wa kutoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu, ni wakati wa kusali na wakati wa kufunga, kupiga vita chachu ya Mafarisayo, kupiga vita unafiki. Unaposali, ingia chumbani mwako, funga mlango, sali kwa Baba yako ambaye anaona sirini. Hivyo Kwaresima, ndugu zangu, si maigizo, bali ni toba ya kweli. Sheria zetu za Kanisa Katoliki zinasema kwa kila Mkristo ni lazima afunge. Sheria ya Kanisa sura namba 1249. Ni wajibu wako wewe Mkristo kufunga. Ni agizo la Kanisa. Mtaguso wa Pili wa Vatikano katika barua ya kitume Sacrosanctum Concilio namba 110 inaeleza juu ya toba, si ndani tu, bali ni toba kwa nje. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania limetoa ujumbe wa Kwaresima 2026 kwa mada inayosema ndugu, msichoke kutenda mema, kutoka waraka wa 2 wa Thesalonike sura ya 3 aya ya 13. Himizo ni kutenda mema ambalo ni agizo la Mwenyezi Mungu. Tenda mema, acha mabaya. Ndugu zangu, tuwe watu wa msamaha, watu wa upendo, watu wa matumaini, watu wa mshikamano, watu wa kukuza jumuiya na familia zetu,
kutoa msaada kwa wale wanaohitaji, kufanya hija ya kweli, kutenda haki, kusamehe, kutolipiza kisasi na kutokata tamaa. Ni wakati ambapo tunakuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu. Ni wakati wa kufungua milango, hewa safi ingie katika mioyo yetu, hewa safi ingie katika nyumba zetu. Ni wakati wa kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. Wakati wa Kwaresma, siku 40 ni siku nyingi kwa yule anayetimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa yule ambaye hana muda ni siku chache mno. Unakaribishwa wakati huu wa Kwaresma turarue mioyo yetu, wala si mavazi yetu. Zama hizo za kale, wana wa Israeli walipojiona na makosa mbele ya Mwenyezi Mungu, walidiriki hata kuvaa magunia ili watubu. Hata wafalme walipoona kwamba walimkosea Mwenyezi Mungu, walivaa magunia waweze kumwambia Mwenyezi Mungu, sisi ni wakosefu. Ndugu zangu, kurarua mioyo yetu sio kuvaa magunia, bali ni kuishi kadiri Mwenyezi Mungu anavyopenda. Tunaweza kwa sababu tumeitwa na tukaitika na tukatumwa na Bwana wetu Yesu Kristo kwa ubatizo wetu, kwa utume wetu. Tukaambiwa, nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili, mkibatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, kila mmoja aweke malengo yake, aweke nia zake. Tusichukulie kama mazoea kwamba inakuja inapita, kuna mali kufa kwaja. Ni wakati tuliowekewa na kanisa kwa kuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu, kwani yeye aliyetuumba na akatuwekea kuwa na macho ya kuona, jicho lake linaona zaidi. Aliyetupa masikio, sikio lake linasikia zaidi. Aliyetupa mdomo wa kunena, mdomo wake unaongea zaidi. Mdomo wa Mwenyezi Mungu ni maandiko matakatifu tunayoyasikia. Tutege masikio yetu, hasa kipindi hiki cha Kwaresma, turarue mioyo yetu, si mavazi yetu, kwa kuwa Baba yetu anayeona sirini atatupa thawabu. Ndugu zangu, ni wakati wa kujipatanisha na Mwenyezi Mungu. Ni wakati ambao Mwenyezi Mungu ameukubali. Ni wakati wa kuondoa vinyongo, chuki. Ni wakati wa kutafuta amani, baba na mama na watoto. Ni wakati wa kupatana jumuiyani. Ni wakati wa kupatana, kusali pamoja, kuwa pamoja. Hapo Baba yetu aonaye sirini atatupa thawabu. Mara nyingi tunakoseana na huenda hata kutosameheana. Mwalimu mkuu wa msamaha amesema, msameheane. Tena sio ndugu yako tu na rafiki yako, umsamehe hata unayefikiri ni adui yako.
Nitamsameheje huyu aliyeniumiza moyo wangu? Usiposamehe, moyo wako utazidi kuumia na hatimaye unakosa mema yote kwako na kwa Mwenyezi Mungu. Samehe ili uishi, samehe ili upone. Kwaresma ni wakati wa msamaha. Tusamehe ili tuishi. Tusipofanya hivyo, tutakuwa tunamkosea Mwenyezi Mungu na tunakosa thawabu ile ya kwenda mbinguni. Tunapoanza kipindi cha Kwaresma, ndugu zangu, tuishi imani yetu, tuishi watu wenye haki, watu wenye upendo, watu wa amani. Mwenyewe mtunzi wa amani na chanzo cha amani alisema, amani iwe kwenu. Aliposhinda mauti, tuwe watu wa amani, tuwe watu wa kupendana, tuwe watu wa kuishi pamoja kwa furaha na upendo. Ninawatakia kipindi chema cha Kwaresma na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki katika mfungo huu. Mungu Mwenyezi aonaye sirini awabariki. Tumsifu Yesu Kristo.